80s Vibe Series. Wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series. Leo yani nina furaha sana kukaa chini na kaka yangu hapa mhenga kuongelea mambo ya mpira. Huyu bwana alitupa burudani sana miaka ile. Sasa nimemleta hapa ili kwamba tuweze kuongea machache kuhusu mpira, maana watazamaji wetu wengi sana mlimuulizia. Kwa hiyo tumempata, amekuja studio zetu hapa za 80s Vibe Media. Kaka yangu Idi Paz, karibu sana. Shukran. Kwenye kipindi chetu cha 80s Vibe Series. Sasa mimi leo kitu ambacho nitafanya ni kutaka kujua kidogo historia yako. Ulianzaje mpira? Ulianzia wapi? Nani ambaye alikuona mpaka akaona hii ni talent ambayo inaweza kutusaidia kwenye timu zetu, na ukaenda, kwa sababu wewe ulifika mpaka juu kabisa timu ya taifa. Kwa hiyo tunaweza tukaenda kidogo ukatuelezea ulianzaje mpaka ukafika hapo ulipofika. Kwanza napenda kuwashukuru Radio 8 Vibe. Yeah. Kwa kunialika katika studio zenu, natoa shukrani zangu hizo kwanza. Mimi nadhani kwa washabiki wa mpira ni sio mgeni kwenu. Mimi Idi Paz almaarufu Father. Katika maisha yangu mpira mimi nilianzia utotoni, shuleni hasa shuleni. Mimi nimesoma Kibasila hapa Chang'ombe. Enzio shule kitwa St. Xavier, nimesoma hapo. Nimetimu hapo miaka ya 72. Na baba yangu alikuwa wakati huo ni mfanyakazi katika jeshi la polisi. Baba yangu mzee Paz alikuwa askari polisi. Tuliishi pale Kirwa Road. Kwa hiyo baada baba kustaafu kazi pale, nikiwa bado ndani shule hapo Kibasila nilikuwa nacheza. Lakini nilikuwa nacheza sana ndani. Okay. Shuleni nilikuwa mchezaji wa ndani. Nilikuwa mchezaji wa ndani. Sasa nilipomaliza shule miaka ya 70, baba naye alistaafu. Kwa hiyo alipostaafu tukarudi uraiani. Baba ni mji wake maeneo ya Majumba Sita. Huko jeshi la anga Air Wing. Kwa hiyo tuliporudi sasa uraiani nikakutana tena na timu za mtaani sasa. Sasa hiyo timu ya mtaani ambayo nilikutana nayo hapo ambapo ndio maskani yetu baba alijenga. Kulikuwa na timu inaitwa Mchaka. Hii timu nikawa mimi mchezaji hivyo. Unacheza ndani baba. Nacheza ndani na huku, lakini ule uwezo goalkeeper nilikuwa nauona. Kuna wakati hapa sasa Mchaka. Kuna wakati kipa anakuwa hayupo, mimi nacheza. Lakini kwa kuwa nilikuwa napenda ndani, huku nilikuwa napotezea. Kwa hiyo huku bwana nenda golini. Ngoja kwanza nakuja huku. Sasa kuna siku mambo haya ya wachezaji kwamba unatoka siku hizo ndo anaita nini ndondo. Ile kwamba unaweza kutoka hapo wakati hata bora huko. Kwamba bwana kuna mechi huko bwana hivi. Mchezaji wa kukodi. Hata wakati alikuwepo. Lakini ndo majina haya hayakuwepo. Ila ile mimi nacheza Morogoro, wewe rafiki yangu huko Dar. Ukiwa na mechi yako unaniita. Kulikuwa na hivyo. Tofauti na sasa hivi mtu anaandaa kabisa bwana wachezaji ndondo ya kweli. Mkataba. Hiyo ilikuwa tunaitana. Sasa kulikuwa na marafiki. Walikuwa wana mechi yao. Ndio. Kwa hiyo wakaleta ujumbe pale kwenye timu yetu, jamani. Mchaka. Tunahitaji wachezaji wa 3. Mshambuliaji, kiungo na mlinzi. Twende mje mtusaidie, walikuwa na mechi ya kikombe. Sasa tukaenda, mimi nilikuwa kama mshambuliaji sasa. Mimi nilikuwa si mchezaji wa mbele. Mimi mmoja hapo katika watatu tukaenda.
Sasa na hiyo timu walikuwa wanacheza nayo ilikuwa vitu vile tofauti. Hiyo timu ilikuwa kubwa. Ni timu ya kiwanda. Kampuni, yani timu imejitinia sasa. Wao ni timu ya mtaani. Lakini kwa kuwa ni mechi za vikombe ndio hivyo. Wamejikuta kwamba tuongeze nguvu ndio tukaenda. Sasa tulivyofika pale mpaka saa 7 saa 8 wana maandalizi, wachezaji wanakuja saa 8 saa 9. Magolikipa wao wawili wa ile timu hawajatokea. Bwana. Saa 9:30, yani ndio watu wanavaa jezi zinatolewa pale, watu watoke sasa pale. Uwanja haukuwa mbali na pale eneo la ambako mnavaa na ile club, yani kwa miguu tu uwanja. Lakini magolikipa ajabu hawapo. Mpaka sasa timu, jamani tunafanyaje? Magolikipa wote wawili hakuna. Sasa katika yule alotuletea ule mwaliko anafahamu kwamba mimi siku moja nikamwona anaongea, sasa ndugu yangu wewe si unaweza siku nini usikae golini? Sasa mimi pale nikawa namuuliza mechi kama hizi tena uniweke golini ndugu yangu? Mimi nataka nicheze na sasa tunafanyaje? Hakuna jinsi. Hatuna kipa, sasa tunafanya sasa ikawa hakuna jinsi. Sasa mimi kwa kinyongo lakini kwamba na nini ile jezi nilopewa nairudisha, nachukua ya kipa nikachukua nikavaa, lakini rohoni anza nasikitika hivi. Tukaenda kwa uchungu na kwenda, lakini kumbe kule nako kwenda ndio nakwenda kukutana na mema. Sawa. Unaona tumeingia uwanjani pale, tumecheza na timu kubwa. Timu kubwa. Una wachezaji wa nini hasa, unaona timu, unajua tofauti. Timu ya kiwanda lazima inakuwa kubwa sababu wana nini lakini mechi imeenda mpaka half time hawajatufunga. Lakini mtu ambaye alikuwa anaonekana sana nimeenda hizo mechi ni kwa mimi. Yaani wale walikuwa wanakuja kweli kweli. Na mimi nikajikuta siku hiyo hata mimi mwenyewe nikanajiuliza nini kinatokea? Mbona hivi? Mpaka half time tunaenda hawajatufunga. Kipindi cha pili tunaenda mpaka dakika 90. Mpira ule bila. Wale waandalizi pale wakasema bana, hii mechi ilivyokuwa hapa hamna matuta hamna nini, hii mechi itarudiwa. Kwa hiyo wale walioandaa ile mechi wakatangaza kwamba hii mechi itarudiwa. Hakwenda kwenye maamuzi ya matuta. Basi tumetoka pale vizuri. Tumerudi saa 3 tumerudi nyumbani. Usiku ule anakuja mmoja wa wachezaji wa ile timu ambaye nilikuwa nakaa naye huku Maliba Sita. Anakuja pale. Anakuja na ndio bana, nimekuja ni babako yule, baba huyu hapa. Ambaye mzee, mimi nimetumwa na viongozi huyu kesho wanamhitaji. Babangu akasema huyu na yeye wanamhitaji, wamemuona katika mechi tumecheza hivi na kipa, kwa hiyo wanamhitaji, wanamtaka wakamchukue. Babangu akaniruhusu akasema haya kesho mchukue. Kwa hiyo siku ya pili asubuhi kweli mimi nikapelekwa kiwandani. Nilipopelekwa yani hakuwa na mengi. Yaani nikakuta nini ofisa majiri nini wote bane, kutokana na ulivyocheza jana sisi tunachukua. Na miaka hiyo uweze amini mtu kuajiriwa una nini, unajua ni miaka, kuna miaka ni mtu kufanya kazi. Ndio. Sasa mimi nilikuwa sijatimiza. Hujatimiza. Fikiri sio miaka 18 ama 19. Wakati mimi nilikuwa sijatimiza. Hujatimiza mdogo. Lakini wao wakazidisha nini? Miaka. Tofauti na sasa hivi watu tuna nini? Unataka ushushe miaka. Mimi wanani zidisha ili niajiriwe. Kwa hiyo nikaajiriwa siku ile ile, yani fungua hapa file, mimi nikaajiriwa kazi. Nikawa mfanya kazi rasmi wa pale. Basi nikawa nini nakwenda sasa kwenye nini yao ya mazoezi. Wana nini yao ya mazoezi, kuna wakati wana nini kazini. Wanatenda kazini. Kwa hiyo naenda kazini. Kazini mazoezi. Sasa ile siku ya nini ikaja tena ya mechi ya marudiano. Lakini mimi nikiwa ukasa timu ya kiwanda. Unacheza na mchaka. Sio mchaka, hii timu ya ndondo. Sawa, okay. Ina nini tena? Ina mechi simelala ile. Mimi nini kipa. Sasa naenda kucheza na watu ambao tayari sasa umehamia timu ya huko. Sasa kile kiporo. Sasa
angalia maisha ya mambo ya zamani ambayo sasa hivi wengi unajua. Yaani nilikuwa hii kazini tena. Ingekuwa sasa hivi ningesema jamani basi tena hii timu ya Kango ya jina, lakini nilijikuta naenda tena kuchezea timu ile ya zamani na tunakutana na waajiri wangu hao. Na mechi inachezwa, yani wamekuja kupata goli bado dakika 10 mpira kuisha. Sio kwamba sasa hizi ndio timu yangu ya kazi tena nini huko. Nilikaza. Yani wamekuja kupata goli la kuforce dakika 10 kabisa. Kona tena ilikuwa. Mtu kaenda juu kapiga kichwa umbo. Kwa hiyo timu yangu ile mtaani inatolewa kwa goli moja. Lakini nikiwa ile timu nayocheza nayo mimi ndio timu yangu ya kazini. Basi historia ikaishia hapo. Sasa kwa sasa ukawa nipo timu yako ya kazini. Sasa narudi kazini, timu yangu inapata mwaliko Mtwara. Nikajikuta naondoka sasa na timu yangu ya kazini na kwenda Mtwara. Kwenye sherehe za Christmas. Tulialikwa mechi 3 hivi. Kwa hiyo tukacheza mechi ya kwanza na mabingwa kusini Azizo Bandari hao. Ndio hiyo ilikuwa inaitwa Nyota. Wakati yuko na Nyota Mtwara, lakini timu ya Bandari. Okay, ilikuwa ya Bandari. Kuna kama watu watakuwa wanamkumbuka marehemu Mohamed Chuma sana. Huyo ndio alikuwa mchezaji bado. Kwa hiyo nacheza na timu kubwa sasa. Mimi nilikuwa ndio huko nimecheza huko Pwani huko nini, lakini nakutana sasa na wachezaji wakubwa, wa level kubwa sasa. Na hiyo Nyota ilikuwa balaa. Hiyo Bandari ilikuwa na wachezaji maarufu. Ilikuwa sio mchezo. Chuma mwenyewe akiwa anacheza. Tulitoka sare ya goli 1-1. Sasa na mimi nikanaona nini yangu kiwango kwamba nimefika kwenye kiwango kizuri, sababu umecheza sana timu kubwa. Kwamba leo ndio timu kubwa mpaka nimefikia hapa. Tumetoka moja. Tukacheza mechi ya pili siku iliyofuata. Na timu nyingine ya pili ya kule. Tukashinda goli 1. Sasa kuna mechi ya 3, ilikuwa mechi 3. Hii ya 3 tuliocheza, kuna timu moja nayo ilikuwa inashikaga nafasi ya 4 au ya 5 katika ligi ya Mtwara. Lakini hii ilikuwa ni ya serikali, ilikuwa kama mawasiliano wenyewe walikuwa nasema. Tulipomaliza mechi nini yao ofisa wao wa nini wa kazi nikamkuta ananifuata. Yaani tulipomaliza mechi akanifuata. Akanaongea na mimi kunishawishi sasa. Kwamba bwana timu yetu tuna shida sana akipa, lakini hapa nilipokuona uchezaji wako unaonaje? Sio na shida akipa. Nikajikuta na mkubalia yule bwana nataka nini haina shaka mimi niko tayari. Niko tayari. Sasa ndio hivyo yani uamuzi ndio chukua ni wa kizamani. Yani kwamba tulikuwa tunaondoka sasa. Sisi tunaondoka. Sio nifuate zile process kama sasa hivi. Kwamba uende waanze kuleta barua application. Mimi nilichofanya enzizo usafiri wa kusini bumu sana ni mambo ya meli. Sasa bandarini pale. Mimi nafanya mpango wa kufanya nini nikimbie timu yangu wakati timu ya kazi yani niko kazi eti nikimbie. Ukimbie. Nikimbie nije nimsikilize huyu mwamba huyu. Wakiingia wao bane. Sasa nilichofanya kweli timing ya meli ile muda wa kuondoka nipo pale na nini, lakini begi langu liko tayari nishaliacha kwa huyu nini. Kwa huyu bwana. Kwa begi langu nishikie. Sasa kweli mimi pale naonekana lakini meli ilianza kupiga jalamba lile kwamba ndio inapiga mimi pale ndio nilipo ukazama kibaharia. Ini wala awe kiboko nikawaacha. Sasa wakati nazama kuna mchezaji mwenzangu mmoja marehemu sasa hivi alikuwa anaitwa Rashid Anzuruni. Tunamwacha yule mchezaji ananiona anamwambia kiongozi wa msafara ambaye alikuwa afisa utumishi kazini. Anaambia bwana yule anakimbia yule hapa kuna timu nini yani yule akaisia kwamba kuna timu yule na nini imemchukua wewe. Anakimbia. Sasa afisa ananiambia nakupa yani email ikienda na siku 3 njiani ya 4 inageuza yani wiki inageuza tena ukigeuza kwa email rudi kazini. Mimi nitapeleka tu taarifa kimetokea yani ananiambia kikazi. Hii email kinini
geuza rudi. Taarifa mimi nazipeleka ofisini kwamba kilitokea kwa hiyo huyo ofisa nini yeye ameenda amenyoka kikazi. Huyo kanaambia hakuna huyo. Huyu mchezaji anasema wewe sasa wakati anaongea meli ndo na nini inaondoka, kwa hiyo hakuna ujanja, meli ndio hiyo inaondoka. Kwa hiyo maagizo nimeyasikia mimi nikatoka. Sasa Mungu bariki aliyekuwa ofisa wa michezo wa mkoa wa Mtwara enzi zile, kumbe nilikuwa na mahusiano naye upande wa mama. Sawa. Nilikuwa na ndugu naye. Sasa nilikuwa na nini wakati kwenye zile mechi nini namuona tutasalimiana na nilimtembelea. Ndio. Kwa hiyo nilichofanya nilitoka nikaenda kumjulisha kwamba bwana nimebaki kuna 1 2 3 umebaki nani kakubakisha anamjua yes ndio nini yuko muda mrefu na usa michezo huyu ndio alokubakisha akaniambia niko na mjomba akuipenda akaniambia hiyo wewe ni mfanya kazi bwana huyu anakunini vipi bwana na alafu timu hii kwa timu gani bwana nikaona anaikataa ile timu akaniambia hebu twende akanichukua mpaka kwake bado chukua nini begi lako nini akaniambia bwana akamueleza tu ni ndugu yangu kuna ndugu yangu kwa hiyo process zote za kunini wewe utaniambia mimi ile nini kabla kwa sipinga sawa bwana akanichukua ile nyumbani kwake sasa kufika nyumbani kwake ananiambia bwana ile meli ikirudi wewe ingia urudi kutoka sio timu kama ile bwana alafu kule nini alafu baadaye akakaa akaniambia ngoja niende nini nikawaone ana point wala akina mzee Chuma sasa Bandari ngoja nikawaone wakisema wanakutaka basi bora ile timu wewe unakuchezea kama kuchezea ucheze timu ile kwa Bandari kazini pana timu yenyewe nchini hapa ni ile bwana. Kwa hiyo nikamwambia asante haina shida. Siku ya pili kwa mjomba wangu akainuka akaenda. Sasa alivyoenda wale viongozi kumbe na wao ile mechi walikuniona. Kwa hiyo alivyosema tu alimwambia huko mbali kamlete sasa hivi huyo mtu. Kwa mjomba aligeuza sasa akanifanya akamwambia bahati yako twende. Kwa hiyo nipeleka pale. Na wao hawakunini yani. Kwanza mazungumzo zaidi nini ajira. Bandari sasa naajiriwa mwaka 75 mwezi wa 12. Mimi nikaajiriwa Bandarini. Fanya kazi Nyota Mtwara. Nyota Mtwara. Nimejiunga rasmi mwaka 75 mwezi wa 12. Sasa nipo nini pale? Nipo timiza kila kitu cha nini pale. Sasa nikawaomba nirudi sasa nyumbani nikaage sasa wazazi nini wakanikubalia. Kwa hiyo nikarudi nikamfahamisha nini mzee wangu naye kwa baraka zote akaniambia unaweza lakini kwenda kuishi peke yako nini akawa na wasiwasi nikamwambia maisha mimi baba usijali mimi naenda kubalia kila kitu akanibariki mimi nikaondoka. Kwa hiyo nilikuwa ndio mwezi wa kwanza mwaka 76. Kwa hiyo nikaenda kuanza rasmi sasa maisha ya nini Mtwara. Sasa ligi kuu sasa mimi ya nini ya taifa ya nini kupambana hizo timu zinapambana kwenye makundi mikoa huko kanda hizo afa atoke mbingwa huko nini. Kwa hiyo nikaanza rasmi na Nyota kule kusini. Tukapambana mwisho wa siku Nyota akawa ndio nini bingwa kwenye kanga ya chini. Kwa hiyo mwaka 77 sasa rasmi Nyota anakuja kwenye makundi sita bora ile. Sita bora ile Yanga anapoteza mechi kwa Simba goli 6. Nakumbuka. Sasa katika zile sita bora Nyota Mtwara nayo ilikuwepo. Sasa kwa hiyo mimi ligi yangu ya kwanza ligi kuu ile mwaka 77 nashuhudia Yanga Kibadeni anafunga hat-trick pale. Mimi nipo uwanja Taifa. Ushamba bibi nipo. Na mechi ya kabla Simba hawajaifunga Yanga zile tulianza sisi Nyota kucheza na Simba. Kwa hiyo mechi yangu ya kwanza tena mimi Simba na Nyota uko golini. Niko golini. Simba wananifunga migoli 2. Hao akina Kibadeni, marehemu Adam Sabu, marehemu Martin Kikwa, marehemu Basidi Luka, nini Mohamed defense yao Mohamed Tol, akina Daudi Salum Kajole.
Asmani Juma Alomwitu wale mimi nilifungwa goli 2. Unaona? Lakini naona kabisa kwamba kuna nini fulani, uzoefu fulani ninaopata sasa mpaka kucheza na nini na watu kama wale. Unaona ile timu ilikuwa imetimia. Na mechi iliyofuata nakutana na Yanga si kundi moja. Tumecheza hapo na Yanga leo nikaja kufunga goli 2 vile vile. Bwana. Grayson yuko kwenye kiungo pale. Yeye kuna Mwinda Ramadhani, Yanga Bwanga, kuna Ayubu Shabani na Shabani Katwila. Nini yao ya mbele hiyo. Safu yao ya mbele. Iko sawa sawa kweli. Tunapoteza mechi tena kwa goli 2. Tukaja kukutana na Coastal Union. Coastal Union tukatoka sare nakumbuka 1-1. Tukaja kukutana nadhani Zanzibar walileta nini? KMK ama Simba katu bado. KMK ndo ana nini enzio akina nani hawa Marem Shabana Ramadhani, Marem Rashid Lato wale. Charles Alberto wale. KMK ya kweli ile. Tunaifunga 2-1. Unaona afu kulikuja mwakilishi. Tulipata tena matokeo tupata nini? Mechi 2. Kuna timu ilikuwa inatokea Arusha ilikuwa inaitwa Kiltex ya Arusha. Nayo ilikuja Kwa katika zile 6 tuliwafunga KMK tukafunga Kiltex ya Arusha. Tukafungwa na Yanga, tukafungwa na Simba, tukadraw na Coast. Alafu goli mengi 2 sio mbaya. Kwa hiyo baada ya mechi zile tunarudi haikuchukua muda mrefu ndo nini Simba ndio anachukua bingwa. Ndio alichukua bingwa pale kwa kushinda za King Kibali. Tunakwenda Taifa Cup. Enzi zile Taifa Cup. Nadhani unakumbuka. Kimikoa. Kweli Iringa. Ile ilikuwa ni kali sana. Sasa Iringa nini Mtwara ikutana na Morogoro. Morogoro ikiwa na kina Alikatulila. Sasa tulifungwa goli 2. Ila na shangaa baada ya mechi. Kabla ya mechi ile mechi ya half time niko na kuna mpiga picha ndio anakuja na ni point njoo napigwa picha. Sasa sikujua ila tu nikamwambia ni wewe kaa hapo napiga picha. Sasa nikaona kuna mechi zingine hivyo hivyo wachezaji kumbe ndio wachezaji timu ya taifa inachagulwa. Sawa. Unaona sasa? Yes. Sasa mimi lakini kwa sijui. Hujui mbona mimi napiga picha wanaacha. Nikajikuta sikuta tumemaliza tumefungwa siku ya pili 3 hao ukaondoka. Sasa niko Mtwara huko ndio nasikia redioni sasa timu ya taifa inatangazwa magolikipa mimi na Juma Pondamani. Bwana. Timu inatakiwa iende Cairo Misri kwa kucheza enzizo mambo ya AFCON hii AFCON ambapo vijana wetu ndio wako nini huko wanakujia mlishaanza zamani sana huko tena enzi hizo. Sasa timu 3 tu sio sasa hivi una uhakika na timu 4 5 unajua kabisa nikimkamata huyu tunakwenda. Zamani ilikuwa timu 3 ila katika 3 tunatakiwa 2. Sasa tunakwenda Cairo mwenyeji Misri na sisi na Uganda. Kwa moja kwa moja ilikuwa inaelekea inajionyesha tupiganie nafasi ya pili sisi na Uganda. Yaani ile nafasi ya kwanza ilikuwa ina hiyo ilishakwenda hiyo. Yaani mimi na Juma Pondamali yani tumechaguliwa mara ya kwanza kuja timu ya taifa. Lakini yeye akiwa mzoefu zaidi kwa sababu yuko nini Young Africa. Alikuwa Young Africa. Ameshacheza mechi nyingi. Unaona hapo kuna jina la kipa ambaye alikuwa anadaka wakati huo. Ni Marema Asmani Mambo Sasa. Kwa hiyo hapo mimi naingizwa na yeye lakini kuna Mambo Sasa ambaye ndiye namba 1. Ndio namba 1. Unaona sasa. Kwa hiyo ina maana mimi nakuwa kipa namba 3. Sasa ilivyotangazwa ile na jina Mambo Sasa likatajwa. Kwamba Mambo Sasa Juma Pondamali na mimi Pazi. Mimi nikaenda na nilivyofika marehemu Regama ndio alikuwa kocha mkuu na msaidizi wake akiwa marehemu Joel Bendera. Regama akaniita moja kwa moja. Walimu wa zamani najua wako straight forward wamenyooka. Ambia mwanangu nimekuita nimekuchagua kwenye timu ya taifa. Najua wewe ni mdogo. Ila nimekuwaisha mapema. Uje upate experience. Kwa hiyo yani nilianza kuarifiwa mapema kwamba hapa unakuja soma. Muangalie yule kipa namba 1, muangalie kipa namba 2 wewe soma. Na mimi nikawa
kimya sana kusikiliza mali. Sasa bahati siku hiyo yani tunaandaa kuta nini yani mazoezi yenyewe alikuwa siku moja tu, ya pili tuondoke. Mambo sasa anafanya utovu wa nidhamu kambini, sijui kafanyaje, kaondoka kama kawaida yake. Kwa hiyo walimu wanatangaza ile nini tena siku ya pili ya kuondoka. Sasa Iponda Mali na Idi Pass. Kwa hiyo hapo nikaanza nini yangu ya kwanza. Sasa kipa namba moja hapo kafanya tukio, hayupo, mimi nikaondoka. Tukaenda kule. Mechi yetu na wenyeji. Juma Ponda Mali golini. Tumecheza ile mechi mpaka dakika 90 bila. Mechi ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa piga nikupiga. Lakini hakuna goli. Sasa dakika 90 mwamuzi anapuliza akwenda kwenye matuta huyo. Na wakati huo sijui sheria, ndio hivyo mambo ya zamani. Yaani yeye akamwita captain wetu marehemu Jera Mtagwa, na captain wa Uganda alikuwa ni marehemu naye Jimmy Kilunda. Akawaita pale, wameongea nini, akawaambia tu kwamba hapa ni mpango wa, akatoa nini coins shilingi. Akaambia hapa mshindi atapatikana kwa shilingi. Zamani hiyo. Yaani nafikiri walikuwa wakiona kama giza limeingia wataki kuipeka kesho yake, sasa tuwezi kupiga matuta shilingi. Ama ndio ilikuwa hivyo ndio hivyo. Kayo viwanja vya wenzetu. Tena mpira wenyewe kwa nini? Ulikuwa usiku usiku walikuwa ina nini, ila ni hivyo yani kwamba sheria pale kuwalinda tulitolewa kwa sheria kula shilingi. Nadhani baada ya pale ndio zikaja sheria za matuta. Hapa ilikuja ile dakika 90 ongeza dakika 30 alafu matuta. Lakini ikarushwa Jimmy Kilunda kashinda. Waganda wamepata wao. Sisi tukatolewa. Kwa hiyo siku ya pili usiku tunapanda ndege. Tena ndege yenyewe ilikuwa hiyo yani ilotuchukua ndio ilowachukua Waganda. Yaani hata tulivyoondoka hapa ndege yenyewe ilikuwa ya shirika la ndege la Misri. Tumeondoka hapa saa 7 usiku, saa 6 usiku. Ikapita Entebbe ikawachukua na Waganda. Tena wakati huo sasa enzi ya utawala wa nini Idi Amin. Wakati huo sisi na wao ndio hivi. Tuko vizuri sana. Lakini tuko uwanjani, yule mwamba yupo pale amekuja kwa nini kwa hapa kuwasindikiza wachezaji wake. Najua yule alikuwa anapenda sana mpira. Alikuwa anapenda yupo uwanjani anawasindikiza na anawapa maagizo. Hakikisheni mnarudi na ushindi. Wanaingia mle. Tunasalimiana kama kawaida. Na wanatuambia tumesindikizwa na rais amenini hapo nini. Tunaongea tu kirafiki. Na kweli wanasema hizo ahadi walizoahidiwa wale kwamba wana ahadi kubwa wameahidiwa na rais wao. Na ndio maana mechi yetu ikaja nini kwao sana. Walitumia nguvu nyingi sana. Na tunarudi ndani ya ndege wanafurahi, wanasema tunakwenda kupewa hichi. Basi wakati wote na unajua tu sisi kuna cha kunini cha kuto nini yani kuwapa asante. Tuko na kauli mbinu wetu tumerudi. Kurudi imetuchukua siku 3 au 4. Mashindano ya Afrika Mashariki na Kati yanaanza. Wakati huo Somalia kuna amani. Hakuna vita kama sasa hivi Somalia kule. Mashindano yafanyika Mogadishu. Tumekaa siku 3 tu, tumeunga. Tukaenda Mogadishu. Mechi yetu ya kwanza na Waganda wale. Kwa hiyo kipolo chetu sasa waliotoa kwa shilingi tunakwenda kukutana tena kule. Timu yetu ile na timu yao ile. Sasa kule ndio Waganda wakadhihirisha ubabe. Wakatufunga goli moja bila. Kule sasa Kope Waganda wanashinda goli moja bila. Tukaja mechi yetu ya pili na Zambia hatukufanya vizuri. Tulitolewa mapema kwenye makundi. Kwa hiyo tukarudi mwaka 78 ndio enzi hizo ya machafuko yale ya vita na Waganda. Vita Uganda. Nchi ilijitoa kwa masuala yote ya michezo. Tukarudi 79. 79 sasa. Tuna tena AFCON tena Tanzania inajaribu tena kwa mara ya pili. Baada ya ile Cairo 79 na tena. Kwa hiyo mechi ya kwanza
Tanzania kundi ilikuwa timu 3 kama kawaida. Mauritius, Zambia na Tanzania. Sasa wakati inatangazwa nini ya kwanza, timu ya kwanza kuanza mapambano haya, makipa alikuwa Maazi bin Jabil na Juma Pondamali nadhani na mambo sasa. Sikuitwa. Tukafungwa kule Mauritius goli 2 nadhani na nini, afu marudiano Mauritius tukawafunga. Unaona sasa ikabaki Zambia na sisi tunagombea nafasi moja. Sasa hiyo inagonga nafasi moja. Sasa mechi na Zambia, timu ilivyokuja kutangazwa, mimi simo hapa. Makipa alitangazwa Juma Pondamali, marehemu Maazi bin Jabir, na kuna kipa moja alitokea Zanzibar alikuwa anaitwa Ali Imidi. Sasa wakati wanajiandaa sasa, kocha yule marehemu Regama na marehemu Jolbedere wale Pan Africa walialikwa, kulikuwa na mechi waliondoka kwenda kucheza Brazil. Pan Africa ile yenyewe. Sasa Juma Pondamali, Leodegar Tenga, Jela Mtagwa, Mohamed Rishad walikuwa miongoni mwa wachezaji walioondoka. Kwa hiyo kambi ilianza na makipa wawili, Maazi na huyo Ali Imidi. Sasa wakati mimi niko Majimaji sasa Songea. Niko Songea kule. Sasa mkuu wa mkoa wakati ule marehemu Lawrence Gama, ufunguzi wa uwanja wa Majimaji. Wakati uwanja wa Majimaji ushajengwa nini na Majimaji inaji nini, Gama anapambania mkoa ule. Sasa walikuwa melala sana kimichezo kurudisha. Kwa hiyo kilicho cha kwanza anajua Gama alikuwa na nguvu. Wizara ile timu ya taifa ije kwenye ufunguzi ule. Kwa hiyo timu ya taifa ile wakati hii iko kwenye mazoezi hapa ikaitwa Songea kuja kucheza na Majimaji. Sasa ile mechi ile sasa Majimaji na wao, mimi huko si niko Majimaji. Sasa ile mechi ni tulivyocheza, jinsi nilivyocheza, walikuja kupata goli la Mohamed Salim ile mshambuliaji. Mwishoni baada ya 5 Mohamed Salim anafunga kwa tabu kweli. Timu taifa inaifunga Majimaji goli ile. Basi mechi imeisha vizuri, tunaongea tuna nini, timu imeondoka. Siku ya pili usiku marehemu Regama ananitangaza mimi kunirudisha timu ya taifa kwa mechi hii walokuja, anamtoa ile golikipa kutoka Zanzibar. Mimi na nini na tangazo siku ya pili usiku. Siku ya 3 mimi na kuja na kuja sasa kuungana na nani sasa hapa na Omar Mahdi. Na kuja siku ya 2 tu mazoezi, tunapata mwaliko kutoka Malawi. Malawi, sherehe ya uhuru wa Malawi, wanaialika timu ya taifa iende kule. Naondoka mimi sasa na marehemu bin Jabir, tunaondoka kwenda Malawi. Blantyre. Mechi ya kwanza ilianza Blantyre. Hapo mechi ya kwanza ya uhuru ilianzia hapo. Sasa Malawi wakati Malawi walikuwa na timu bwana, acha nadhani wale Malawi kama wakati ule ukanda wa kwetu Afrika Mashariki na Kati walikuwa na timu kali sana. Na yule marehemu mmoja anaitwa Jackson Mangwana, Jonathan Bill huyo upande wa mbele huyo. Alafu kulikuwa na Kinafiri nadhani juzi alikuja kufundisha nini Mbeya City huyu mkongwe huyo alikuwa yuko pale mbele. Kulikuwa na akina Stock Dadize, kulikuwa na akina Aliwaya, Robin Marola, nani Colin Stewe. Unaona walikuwa na timu na kweli sana. Na sisi tulikuwa na timu ingaje ilikuwa imepungua hapo, kuna watu wameenda Brazil lakini ile timu iliyokwenda kule iliyopambana mechi ya kwanza, kipa marehemu Maazi, namba 2 alikuwa Daudi Bruce Lee, Mukebezi Taso. Mukebezi alikuwa Taso Mukebezi. Namba 3 alikuwa marehemu Kajole. Pale 4 na 5 alikuwa Salim Amili. Na kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa KMK anaitwa Ibrahim Kapenta. Ibrahim Kapenta alikuwa pale. Juma Mkambi Generali alikuwa namba 6. Omari Hussein alikuwa namba 7 na Thueni Ali alikuwa 11. Pale kuna Peter Tindo na Mohamed Salim. Tulikuwa na timu na sisi. Timu ilikuwa nini hapa? Na Ngulungu
namba 8. Ngulungu katikati. Lakini tulifungwa goli moja. Blantyre. Siku ya pili tunaondoka wote hapo, tunakwenda Lilongwe. Mji mkuu wa pili. Tunakutana tena. Siku ya 3. Timu zile huko hatujabadilisha na walibadilisha. Tunafungwa tena. Tunafungwa moja. Tunaondoka hapo sasa. Tunakwenda mji wa 3 unaitwa Mzuzu. Tunakamilisha mechi ya 3. Sasa hapa ndio Marem Regama usiku ananiambia bwana, una nafasi leo. Kesho mimi nakuanzisha wewe. Kwanza nilishtuka mwalimu akasema usiogope, mechi mbili zishachezwa. Tumeshapoteza mechi mbili. Sasa hii ni mechi ya 3, haina tatizo wewe. Si nimekwambia wewe unasoma? Ushasoma hapa sasa. Umeona sasa wewe? Kesho wewe. Unajua mtu ile kwanza kuambiwa kabisa kwamba kesho nini unacheza. Sawa, ni vizuri ujiandae lakini kisaikolojia ikawa wasiwasi mie. Sasa ilibidi hata wachezaji wakajua. Yaani hata wachezaji walijua huyu hayuko sawa. Kwa hiyo tunatoka hotelini tunakwenda uwanjani. Nilikuwa na somo napewa na huyo Taso Mkebezi na Mohamed Kajole marehemu, Mungu amrehemu sana. Yaani tunaingia uwanjani hao wanaongea na mimi. Yaani huyo kwamba Mohamed Kajole unajua tena wewe vipi bwana? Nini mpira usiogope. Nini Taso Mkebezi anasemea huko, Mohamed Kajole anasema. Sasa zilipigwa shuti kama 2 kwanza dakika 5 za kwanza. Sasa zile shuti za kuniamsha. Sasa ziliponiamsha zile. Nikasema kumbe naweza. Unaona nilipozizuia nikasema hainawezekana. Basi sasa huku na wale wakanaona sasa kwamba huyu tumlinde na wakaniona sasa ile tension nimeshuka mbele. Umeona yaani dakika 10 sijui Peter Tino na nini anafunga goli. Na tulikuwa mechi mbili zote hatujafunga. Peter Tino dakika 10 anawafunga. Basi limedumu goli hilo mpaka dakika 90. Bwana. Kwa hiyo mechi yangu kutoka na clean sheet kwa mara ya kwanza. Mimi mechi yangu ya kwanza na wa Malawi kwao. Na tulishinda goli hilo moja. Mwalimu mechi imeisha na ananiambia sasa unaona? Ulitaka uko unaogopa bure una nini umenini tena tumeshinda. Tumefungwa mechi mbili, tumeshinda mechi moja. Na wewe uko ndo kwa mara yako ya kwanza. Kwa hiyo endelea kunini. Endelea hivyo shika hivyo. Na wa Kongwe makaka zangu Taso na mama nikaja sema umeona basi hivyo unaweza nini hao unaona ni wanakwenda mwishoni hawa nini walikuwepo yaani wale wawili kwa sababu pale walikuwa makipa wawili mambo na maji unajua nani sasa naona sasa hapa mimi natakiwa nimfukuze mwizi pole nani Juma Pondamali. Sio hawa. Hawa wewe pambana na huyu. Kwa hiyo nilishapata somo pale kwamba mimi ninatakiwa kumfukuza kimya Juma Pondamali. Kwa hiyo tukarudi. Tulivyorudi na Pan Africa nao hao wamerudi kutoka Brazil. Tunakutana tena na safari ya kwenda Madagascar. Kwa hiyo tulipata bahati yani kabla ile finali. Yani tulikwenda Zambia, tulikwenda Malawi mechi 3 na tunakuta tena hapa mwaliko kutoka Malawi vile kuna sherehe gani tukacheza mechi 2. Unaona sasa hapa anabaki bin Jabir mkongwe mmoja, mwalimu anamchukua nani sasa Juma Pondamali. Kama alivyolipa maagizo kwamba wewe hakutakiwa kumfukuza huyu. Kwa tunafika kule kwamba ni nani yuko juu ni huyu. Akaanza huyu kucheza. Mimi umekaa unamwangalia. Kwa hiyo tukafungwa goli moja. Tukafungwa goli moja ile mechi nakumbuka na timu ya taifa ya Madagascar. Tulipomaliza pale mechi ya pili hatukurudiana na wakatupa klabu yao bingwa. Yaani klabu bingwa ya nchi. Ndio akatupa. Bana chezeni mechi ya pili hiyo. Sasa ile mechi ya pili mwalimu akarudi tena kwangu akamwambia hiyo ya klabu bingwa wewe cheza wewe. Nikamwambia sawa. Tukarudi pale. Dakika sio ya 10 ngapi Mohamed Salim goli moja. Kwa hiyo mechi zangu mimi zinakuwa yani za nini tu moja tu hilo maisha yanaenda. Tumeshinda. Tutatoka pale mwalimu ananihesabia mechi ya pili hiyo. Naambia nashukuru Mungu.
tumerudi sasa. Ndio tunania ni siku 2-3 tunatakiwa tucheze na nini, Wazambia wanakuja. Kwa hiyo Wazambia wanakuja, kipa anaanza Juma Pondamali, mimi napewa jezi ya Alizemo. Mimi niko kwenye ubao na muangalia Juma Pondamali na tumeshinda goli moja ile mechi, goli la Mohamed Rishad. Tumeshinda, tunaondoka, tunakwenda kwenye mechi ya marudiano, mechi ya piga nikupige ile. Rudi wapi? Wazambia wanabadilisha kibao, uwanja wana ukataa ule kwa Lusaka, wanatupeleka kule Ndola kwenye uwanja mdogo tu. Tumeenda kule sasa, Pondamali anaanza, marehemu Omar bin Jabir anakaa kwenye benchi. Mimi nikakaa jukwani kabisa. Kwa sababu mechi ya kule imeonekana kabisa ndio mechi ya kufa na kupona. Kwa hiyo mkongwe amgoje mkongwe mwenzia. Mimi nilikaa juu kabisa, wewe angalia mechi. Ndio ile pita tena anatupeleka Lagos. Dakika za jioni anasawazisha goli. Tumenini pale. Tumefaulu pale. Tumerudi mwaka 79 hiyo. Mwaka 80 sasa ndio hizo finali zinaanza. Hapa yule mtu wangu alikuwa ananipa moyo, ananipa maelekezo na nini, anaachwa kwenye timu ya taifa. Wizara ya Utamaduni na Michezo inamwacha yule mwalimu aliyepeleka timu nini finali. Regama. Anakuja kocha Poland kwa ajili ya finali sasa. Wanamleta kocha kutoka wizara, inamleta kocha kutoka Poland. Akisaidiwa sasa na nani? Na Bendera. Bendera anachagua timu. Bendera anachagua timu, mimi sima. Bendera anachagua makipawa wawili. Marehemu Mambo sasa na Juma Pondamali, timu inayotakiwa iende Mexico kuweka kambi. Timu inaondoka na magokipa wawili. Basi sasa washakaa kama siku 4 nadhani. Nadhani aliyekuwa waziri wa michezo wakati ule, marehemu Chedel Mgonja alikuwa anaitwa. Mgonja. Sasa ni huyu alihoji. Si unajua zamani watu katika hizi nini nafasi kuna watu wana nini, waziri wa michezo na nini kweli. Sio mtu anaweza kuwa waziri wa michezo lakini ana mambo ya mpira ana habari. Lakini huyu Mgonja alikuwa kweli. Akahoji. Anamhoji, anamuuliza mwenyekiti, hapana, Bendera yuko na timu. Anamuuliza nini, sasa hivi tuseme sasa hivi sinatumia mwenyekiti wakati sasa hivi ndio rais. Sasa wakati mwenyekiti marehemu nani, Said Ahmadi El-Mamri. El-Mamri timu inakwenda AFCON. AFCON unajua mashindano ambayo ni nini makubwa marefu. Mbona imeenda na magokipa wawili? Amuoni kama mna risk huko. El-Mamri ana nini, anasema kweli ni nini hiyo, ni mwalimu lakini ikabidi naye akubali kwamba haina shaka napeleka nini kipa mwingine. Na magokipa alobaki hapa ni nani? Wawili. Marehemu Aziz bin Jabir na mimi. Ambao ndio tu katika ile vita ya nyuma huko ndio tulikuwa tunafukuzana. Huyu anaingia huyu anaingia. Sasa pale ilikuwa nataka mmoja wetu sasa aende. Lakini nadhani wenyewe katika kukaa mrembe wakanipendekeza mimi. Wakatangaza. Mimi nikosongea naambiwa bwana njoo ili uende kaungane. Kwa hiyo mimi zile finali yani nimeenda kwa style hiyo, yani waziri alioji. Lakini zile finali mimi katika selection ya mwanzo sikuwemo. Na kocha anafanya kitu kama hicho. Kitu ambacho kweli mpaka waziri akaingilia kati. Basi mimi nikaja Dar es Salaam. Nakumbuka niliondoka na yeye nini mwenyekiti. Mimi na Said Ahmadi El-Mamri ndio tulikwenda. Na hatukwenda Mexico sasa. Sisi tuliondoka moja kwa moja kwenye tukio. Kwenye tulikwenda Lagos moja kwa moja. Kwa hiyo wale wamemaliza kule, wanakuja wananikuta. Mimi niko Lagos pale nafanya mazoezi mwenyewe. Umekuja haya bwana. Tuko pamoja. Kwa hiyo mechi zilianza, mechi ya kwanza na wenyeji Nigeria, alianza ile mechi Mambo sasa. Tulifungwa goli 3 nadhani kwa moja. Mechi ya pili na Misri akacheza Juma Pondamali. Tulifungwa 2-1. Mechi ya 3 na Ivory Coast, mechi ya mwisho ya kukamilisha, akarudi kucheza Juma Pondamali tena. Tukatoka sare ya 1-1 nadhani.
Kwa hiyo tukahitimisha pale. Tukarudi. Tulivyorudi haikuchukua muda. Nini ya kombe la dunia. Inatangazwa. Nadhani kombe la dunia tena ilikuwa elimu. Yaani ratiba sikumbuki ni kombe la dunia. Ndio, kwa sababu ile ilikuwa ni AFCON. Litakuwa ni tukio kubwa sana. Tunatakiwa turudi tena kucheza na Nigeria. Mechi ya kwanza. Inachaguliwa timu, wanaondoka makipa wawili tena. Yaani naweza kusema kwamba mimi kidogo na mahusiano yangu na mwalimu, Mungu amweke mahali pema, mwalimu Joel Bendera hayakuwa mazuri. Unaona? Yaani kote hii tena wanaondoka magokipa wawili. Wale. Mmoja mimi naacho. Kule tutoka sare 1-1. Mechi ya marudiano huko. Nigeria walikuja kutufunga goli 2-0. Hiyo mechi nakumbuka, hiyo mechi ndio Red Gatenga huyo. Anaumia. Anaumia kabla hiyo mechi kuna kosa lilitokea. Chama cha mpira kilipanga mechi. Sijui mechi gani ya kitu gani ya Yanga na Afrika. Timu ambazo zilikuwa na uhasama wakati huo. Hazipendani. Mechi unajua kabisa hiyo mechi wao wakaingiza mechi wakati kuna mechi ya taifa kubwa inakuja ya taifa. Sasa katika mechi hiyo ya mpamie mzee Kitwa na Manara akiwa mshambuliaji Yanga anaenda hewani na Red Gatenga. Na unajua Kitwa na enzi zake, ukienda naye hewani ukirudi chini jiangalie. Sasa alipofika chini Tenga ndo maisha mpira yalishia pale. Goti Tenga kurudi tena. Sasa mechi ndio hiyo inakuja na pale katikati ni Tenga na Jela Mtago. Ikabidi ndio wanaokumbuka hiyo mechi kwamba alichezeshwa Isiaka Hassan. Akaja Chuku hiyo mechi. Ndio hivyo ikawa kidogo ina utata kwa sababu Chuku alikuwa bado uzoefu hana. Na wale wa Nigeria kwa mara kwanza walipoona kule kwao Tanzania mbona ile tulifunga hapa goli 3 kule mbona imegeuka hivi, wakaleta wachezaji wawili kutoka Uingereza. Walikuwa na wachezaji wao wawili wakati wanacheza Uingereza. Mmoja mlinzi na mmoja mshambuliaji. Kwa hiyo wakaja kuongeza huyu mshambuliaji alikuja kufunga goli zote mbili. Yaani huyu alionyesha kabisa kwa huyu katoka Uingereza. Goli zote mbili katufunga huyu. Kwa hiyo sisi mwisho wetu ulishia pale. Lakini vivyo tukatuempoteza huyu Red Gatenga kwa staili hiyo. Hakurudi tena kwenye timu yetu. Kwa hiyo mwaka 81 unakuja mashindano ya Afrika Mashariki na Kati yalifanyika hapa. Waandazi tulikuwa sisi. Unaona? Vile Joel Bendera akuniita sikuepo. Hapa anakuja Juma Mwina alikuwa ndakia Pamba Mwanza. Mambo sasa bado anakukuruka. Juma Ponda Mali sasa hapa. Sijui kuna tatizo gani alifanya sikumbuki, lakini la nidhamu nadhani. Juma Ponda Mali nadhani aliishia kwenye ile mechi aliyocheza na Nigeria. Ile ya mwaka ule tumetoka kule kwenye finali kuna mechi na Nigeria. Yeye alivyocheza hapo. Juma Ponda Mali 81 kuitwa. Na mimi sikuwepo. Kwa hiyo hapo kuna mambo sasa bado mkongwe mmoja na nini maadhi ndio kesha kabakia mkongwe mmoja kaletewa Juma Mwina akiwa anachipikia kutoka Pamba Mwanza na kuna kipa alikuwa anaitwa Hamisi Kinye huyu sasa anakuja. Kinye anakuja. Tayari Yanga iko juu vizuri kwenye ligi Yanga mabingwa na kipa ni huyu. Kwa hiyo Kinye yuko juu. Akaingia Hamisi Kinye pale. Kwa hiyo amecheza, kaanza mambo sasa. Kama kawaida yake akaharibu. Alipoharibu akapewa nafasi Kinye akaenda na timu mpaka finali. Finali tulitolewa na Kenya nadhani, bao 1-0. Lakini Kinye ndio aliocheza mechi. Sasa mwaka 82 mimi najiunga rasmi Simba. Mwaka 82 natoka Majimaji na kuja Simba. Sasa kama unavyojua timu zetu hizi. Nimekwenda Nairobi, mashindano ya Afrika Mashariki na Kati yalikuwa Uganda. Uganda. Kwa hiyo mimi nikaenda. Lakini nadhani kuna mtu atakuwa alianza kuweka shinikizo, sijui ni nani. Lakini bado kocha ni Bendera. Na mimi na Bendera hazipandi.
Tumefika kule mechi ya kwanza sisi na Zimbabwe. Bendera anampanga Kinyi. Kinyi anaanza ile mechi. Mechi iliisha kwa goli 3. Tulifunga goli 3 kwa bila na Zimbabwe. Usiku kwenye mechi ile, baada usiku Ngulungu Peter Tino na mchezaji gani sijui wanamfuata Bendera. Wanaambia mbona huyu Faza huyu ni senior. Wanamneni sasa wanamrudisha nyuma. Sio kumbe tulikwenda na Cairo tulikwenda nini? Mechi ilikuwa na huyu anakaaje benchi bwana. Nadhani hawa walimfuata na kumweleza. Kwa mechi iliyofuata na Malawi. Bendera akabadilisha nini kutokana na shinikizo la kila wacha. Ile mechi. Ile mechi tulitoka sare ya 1-1. Alafu mechi iliyofuata tukacheza na Waganda wenyeji. Tukapoteza kwa goli 1. Nikacheza tukaishia hapo. 82 hiyo. Na narudi kutoka kule Simba ndio inaenda Brazil. Kwa mimi nimejiunga Simba moja kwa moja, nimetoka kwenye mashindano kule na kwenda Brazil. Simba siku 45. Sasa kule nilivyokwenda sasa Brazil kule ndio nini yangu mengi yalibadilika kule. Nakumbuka ndio nilichukua rasmi nafasi ya Mambo Sasa Simba. Yani Mambo Sasa wanamwacha Simba wakijadili nani achukue ile nafasi. Na wakanini wenyewe yani wanawapa ambao alikwenda anasema mfateni mtu fulani. Kwa kuna ujumbe ulikuja asongea wakati kwa Majimaji. Nikaambiwa kabisa kwa bwana kuna maamuzi Simba wanatoa nini wanafanya. Ni maamuzi magumu lakini wamesha kupointi wewe. Kwa hiyo kaa ukijua. Siku yote kuna maamuzi Simba watanini. Sasa yule mtu alivyoniambia nikanini yani nikasikia lakini ilichukua muda yani kama au na sikuona tena mtu mwingine kunini. Kwa hiyo wakati Majimaji napanda daraja sasa. Napandisha mimi daraja ligi kuu Majimaji Dodoma. Na ndio naitwa kwenye timu ya taifa kwenda Uganda hiyo. Na Majimaji pale Dodoma wanafanya usajili wa wachezaji wao. Yaani tu imemalizika tu nikamwona Akiba Deni kocha alikuwa wakati. Ana nini form kuna kiongozi bwana wewe unaitwa timu ya taifa form hizo hapo. Hebu jaza form kabisa hapa ukienda huko utachelewa. Kwa hiyo nikajikuta na sainishwa pale. Alafu nikaondoka. Sasa nafika kule Mwanza. Kambi ilikuwa Mwanza. Nafika siku ya pili uongozi wa Simba unafika kule. Uongozi wa Simba unafika naambiwa Ismail Aden Lage. Anambia Faza si unakumbuka? Tulikwambia nikamwambia bwana sasa mliniambia mbona muda mrefu afa mkuleta mrejesho. Mimi nishasana akasema hii Simba bwana. Hii Simba timu kubwa. Weka akilini kwamba tulikwambia. Ndio tumekuja. Hii Simba haina shida. Mimi nasajiliwa Simba Mwanza. Nimemalizana na Simba pale mimi naenda. Sasa nafika Brazil kule. Makocha walikuwa wanafundisha Simba walikuwa wa Brazil. Na wao walivyomaliza ligi waliondoka lakini wakiwa wana nini yani? Bado wana mawasiliano. Kwamba timu inakuja huko. Na wakawa naambiwa kuna wachezaji tunasajili kwa sababu kwenye ligi sio walikuwa washapoteza huko. Na kwa hiyo kuna kitu kwanza vile kwamba kipa. Kwa kipa kuna kipa hivi tunamsajili. Sasa nilipofika kule wale walimu kitu cha kwanza wakaakili yao yote iko kwenye kipa. Kipa aloletwa nani? Huyu wakaenda kwenye chama cha mpira chao mpira. Kuna unajua wenzetu huko kuna maprofesa wale wachezaji wa zamani magwiji wako wamebobea ndio wako kwenye chama cha mpira. Sasa kulikuwa na mwalimu mmoja nadhani ile jina lake lilikuwa kubwa, alikuwa anaitwa Mario Zagalo. Ndio wale. Sasa na mwingine alikuwa anaitwa Gilma. Huyu Zagalo tunakumbuka alikuwa winga, huyu Gilma alikuwa goalkeeper. Ile miaka yao mitatu alichukua kombe la dunia ile miaka ile. Sasa huyu Gilma profesa kweli anakuja uwanjani sasa. Kambi ambayo tuliwekwa ni chuo cha jeshi
la anga la Brazil. Wenzetu vioo vyao Australia au mazuri maviwanja tumo. Anakuja huyo mzee. Bwana wale wanini wanasema kipa ndio huyo. Kwa hiyo na chukuliwa kwanza kupelekwa uwanjani. Yule mzee ana nini sasa? Anasikia yuko naye kanini kaa kwenye goli pembeni anasikiliza yule ana nini sasa ananipa mtihani golini pale wewe ndio goalkeeper ndio okay kuna mipira amekuja nayo ana nini sasa golini namna nini ya golini pale bwana anakuja na mpira na nini pale mshambuliaji mimi nakuja niko pale unataka ukae wapi nakuja na nini akanipa mitihani mingi ya goalkeeper golini uwe unafanya nini na yote nilifeli yote nilifeli tu yule mzee yule profesa anamwambia Lage huyu sawa goalkeeper ni goalkeeper wa kipaji na kama unavyoona Tanzania tuna wachezaji wengi wa vipaji ila ukiwapeleka huko kwa wenzetu huko hawapati elimu unaona ile kipaji ndio kipaji kwa hiyo yule mzee aliniambia kabisa huyu kipaji na kweli mimi nilikuwa maji timu ya taifa sikuwa na nini yani nini kipa nini kocha kipa makipa kweli kocha nini atukua walimoto wale Jel Bendera nani bwana golini hapo kocha kipa ndio wachezaji wa ndani kwa hiyo golini elimu ya golini ilikuwa sio kwa hiyo sasa wewe mwenyewe kufunza yule anasema hivyo kwa hiyo tunafanyaje sasa kumpata huyu malipo yake sasa huyu profesa makubwa sana makubwa kweli kweli ni mtu ambaye umtoe aje kukagoliza pale awe na niongoza inakuwaje Simba tumesafirishwa kule na mzee Said Bakresa yule ndio alogharimia ile safari ya Simba kule unaona ile safari iliombwa na aliyekuwa wakati wa waziri wa ujenzi marehemu mzee Samuel Sita akiwa waziri ile wa ujenzi wakati huo na waliotupa ofa ile ni wajenzi waliojenga barabara ya Dodoma Morogoro kampuni ya Brazil iliyojenga barabara ile kwa hiyo wale waliojenga ile barabara ndio ofa ile yakaitoa tumeenda kwa hiyo sasa walichofanya wale walimu wakaenda ile kampuni siko kule wakaenda kule kwa mabosi wale kampuni kuomba imlipe yule nini profesa ili aje nini afanye ile kazi alikuwa na nini anataka kufanya kwangu mimi na Moses Mkandawili ambaye ndiye alikuwa ametoka nini kutoka timu ya pili amepandishwa kwa hiyo Moses na mimi ndio tulikwenda kule wapya lakini jicho la wao kwamba anachukua nafasi ya yule ambaye senior goalkeeper katika Tanzania wale makocha ndio wameambiwa ni mimi kwa ndio maana akili yao ikawa kwangu kwa hiyo kweli lakini ile kampuni ilikubali kumlipa kwa siku 15 kutokana na zegara yani alidili na makipa kwa siku 15 tu tena asubuhi alikuwa akija hapa saa 1 twende golini saa 1 twende golini saa 1 twende mpaka za siku 15 zimeisha lakini kile sasa nilichokipata kwenye kikubwa ambacho mpaka leo kipo kichwani mwangu na ndio maana hata leo hivi kuna maneno mengi kuna watu wengi wa mpira wa sasa hivi wanasema kusoma yani kuna mambo mengi kwa mfano hata mimi hapa si unaona makipa wetu wengi walivyo sasa hivi si unaona wengi walivyo ni matatizo Tanzania ina shida sana makipa lakini ukimuuliza mtu yote atakwambia afaza bana haja kusoma sasa hivi lakini hajui kwamba goalkeeper sio nini yani hata leo ukiniambia nikasome sawa lakini nini ya principles za golini ni zile kwa sababu mimi ndio naziona nawaona magoalkeeper sasa hivi wanapotea vile sasa nikasome nani anaweza kunifundisha kama yule profesa aloniona mimi kipa akatoa timu ya taifa sijui lolote sasa leo nani anaweza kanisomesha si kweli mimi ninachotakiwa sasa hivi yale ambayo niatoe yani kwa vijana kwamba bwana hebu twende golini pale sasa na mimi nimpeleke pale golini hebu twende golini hebu pale wewe nini pale weka nadhani naye
atamchanganya. Sasa nimwelekeze. Wewe unatakiwa mpira yule mtu anakuja kuweka wapi? Mpira unakuja kuweka wapi? Huyu anavyoingia hapa, ingia hapa. Huyu ni vile kuwapanga mabeki wako. Hilo mengi vile vile anawachanganya sana wachezaji wetu, makipa wetu. Sasa unaweza kuona kwamba akapanga ukuta afa anakaa nyuma ya ukuta. Anaangalia mpira hivi. Na yule mtu anamuona kabisa huyu hapa huyu. Unaona? Sasa kuna vitu ambavyo kweli vingi ambavyo vingi nini uelekezwe sana, na sioni, yani naona tu makipa wetu wengi hapa makosa ni mengi. Na tunakoelekea ni makipa wa nje tu sasa. Makipa wa nje hakuna jinsi. Makipa wazawa ni kazi kweli, lakini si kweli kwamba haiwezekani. Inawezekana. Kama makipa wazawa wenyewe wana uweza ile kwamba nia kwamba mimi nataka nidaki. Nataka. Je, na unataka udaki, uvumilivu wa mazoezi, kwa sababu mazoezi yenyewe nayo ni makali. Sasa mazoezi ya sasa hivi na yale sasa hivi yamebadilishwa. Ndio tatizo la kuja hapo. Mengi yamebadilishwa. Na yale tulikuwa tunafanyishwa sisi. Sasa je, unaweza kumwambia huyu kwamba uvumilivu wa kuyafanya ili uwe namna gani golini? Tatizo linakuja hapo. Umpate kipa ambaye anaweza kukubali. Kwa hiyo kilichonitokea mimi kule ni hicho, na nilipomaliza na yule mwalimu tuko katikati huku tena linakuja tena tatizo la kusaini kwangu kule mara mbili. So Majimaji wamekaza hawakubali. Mzee Gama hakutaka kusikia kweli. Anasema huyo mchezaji wetu marehemu El-Mamri kama alivyosema Adel Lage kwamba hii Simba, kumbe ngao yake kubwa ilikuwa kwa chama cha mpira, kwamba mwenyekiti wa chama cha mpira ni Simba, kwamba aliharibiki neno. Sasa mwenyekiti wa chama cha mpira kapata upinzani mkubwa kweli. Anapambana na mkuu wa mkoa. Na huyu mkuu wa mkoa ana sauti serikalini. Ana sauti kubwa. Gama alikuwa na sauti kubwa. Kwa hiyo kazi ilikuwa ngumu kwa El-Mamri. Kapambana, lakini Gama alikuwa ana sauti kubwa serikalini. Tena anatoa amri. Huyo kama hataki kuja kucheza huko, basi sheria ifuate mkondo ya kumfungia. Sasa mpambano wa El-Mamri na marehemu Gama huku, El-Mamri analeta mrejesho, anapiga simu. Jamani 1 2 3 huko. Jamani najitahidi huko, lakini nimeshikwa kooni. Nasikia na kweli yule mwenyekiti ni Simba. Simba kwa kweli anapiga simu usiku wa manana. Jamani Gama kanishika kooni. Gama kanishika pabaya. Mwisho wa siku amba faze hakuna jinsi. Wewe mwaka mzima utakaa nje. Kwa hiyo mimi niko kule tayari. Unajua ukirudi una timu unakaa benchi. Sina ujanja. Kweli. Sasa Moses Mkandawile huyo anakuwa kipa namba moja. Kwa hiyo tunarudi Moses Mkandawile kwa kuwa na yeye alishakuwa tayari. Kwa hiyo ligi ya mwaka 83 amecheza vizuri tu. Na ilipokuja masuala ya timu ya taifa, mashindano ya Afrika Mashariki na Kati, Moses alichaguliwa. Alicheza vizuri tu.